viongozi wetu, mapadri wote, maaskofu wote tumeanza hii safari nyingine ya muhimu sana ya siku 40 ya kufunga, ya kusali na pia kusaidia watu ambao hawajiwezi, yani to do charity, kwa sababu hiyo ndio kazi ya mtu ambaye ni Mkristo. Na kwa hivyo tunaendelea kuhimiza kwamba kama kanisa tuendelee kutafakari theme ile ambayo tulitoa tukizidua Lenten campaign ya mwaka huu 2026. Tulikuwa maaskofu, tulikuwa huko Lodwar na mapadri na Wakristo, tulikuwa huko Diocese ya Lodwar, na tukazidua sasa Lenten campaign ya mwaka huu. Na Lenten campaign ya mwaka huu ni tuombe kama wana Kenya, kama Wakristo, tuijenge Kenya ya haki, tuijenge Kenya ya haki, tuijenge Kenya ya amani, na Kenya ina umoja, na tuhakikishe kwamba tudumishe usawa na heshima wa kila Mwanakenya, kila mwanadamu. Na hili ni jambo la maana sana kwetu kama kanisa, ya kwamba tukiwa Wakristo sisi pia ni citizens of this country, na kwa hivyo tunataka Wakristo wote na Wanakenya wote, sisi wote tuungane ili tuweze kujenga Kenya ambayo kila mtu anafanyiwa haki, na tuone ya kwamba kila mtu anaishi kwa njia ya amani, na pia tunaomba ya kwamba tuweze kuwa na usawa bila kubaguana. Tunaona vile tunabaguana, tunaona kwamba watu katika misingi ya kabila zao unabagua, unaona kama kwa kweli hao ndio watu wa maana. Lakini kama Wakristo sisi tunajua kwamba watu wote ni watoto wa Mungu. Kwa hivyo inatakiwa kuwa na usawa mbele ya Mungu. Hakuna Mjaluo mbele ya Mungu, hakuna Mkamba, hakuna Mkikuyu, hakuna Mkalenjin. Mbele ya Mungu sisi wote tuko sawa. Na kama tunaiga mfano wa Mungu, na kwa hiyo mfano wa Mungu tunatakiwa now to treat kila mtu kwa huo usawa, equality, usawa. Na hata kama ni kugawa mali ya nchi yetu pia kuwe na usawa, kwa sababu kila mtu yuko na haki. Kwa hivyo kila mtu afanyiwe haki, na maeneo yote ya Kenya yaweze kufanyiwa haki. Kama ni kugawa mali ya nchi, kama ni kugawa, tusisikie kwamba watu wengine wanafanyiwa mengi ama wengine hata hawafanyiwi. Hii Kenya ni yetu sisi sote, na tunatakiwa kuwa sawa, kufanyiwa haki, na hiyo ndio the only way ya kuishi kwa amani. Kwa sababu hawa wakifanyiwa, tuseme hawa wakifanyiwa wamepatiwa na wengine hawapatiwi, si hiyo ni vita? Si watakuwa na conflict, kwa sababu sasa watachukiana. Kwa hivyo tunaomba sana viongozi wa serikali, na hii ndiyo Kenya tunataka, ambapo Kenya ambayo kila mtu anafanyiwa haki. Hii ndiyo Kenya ambayo tunataka, ambapo kila mtu anaishi kwa amani na mwingine. Mimi nikiwa hapa Ukambani, natakiwa kuwa na I feel very much at peace with the people here, because these are all children of God, na hakuna tofauti. Kwa hivyo tunaomba Roho Mtakatifu atusaidie sana, kwa sababu sijui kwa nini watu wana Kenya, sijui kwa nini tunashindwa kuheshimiana. Na kwa hivyo tunaomba sana, na tunaomba kanisa sasa iwe katika mstari wa mbele, iwe katika mstari wa mbele, kwa sababu Wakristo ndio mwanga wa dunia. Wakristo ndio chumvi. Kwa hivyo sisi Wakristo kama kanisa, maaskofu, mapadri na Wakristo wote tuwe mstari wa mbele kuonyesha Wanakenya wengine kuwa watu wa haki, kuwa watu wa amani. Na pia kama vile nimesema, kama Wakristo hiki ni kipindi cha kuomba sana, kuomba zaidi na zaidi, ili tuweze, kama vile tumesikia katika somo la pili, tuweze kupatanishwa na Mungu zaidi. Tumesikia katika somo la kwanza nabii akituambia kwamba turudi kwa Mungu kwa moyo wote,
huwezi kuwa unamesema unarudi kwa Mungu kwa moyo wote kama ufanyii watu kwa haki. Kwa sababu lazima kama tunarudi kwa Mungu kwa moyo wote, lazima tuwe watu ambao wako tayari kufanya mapenzi ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu ni watu wote waweze kuheshimika na kuishi kwa amani kama watoto. Kwa hivyo ni kipindi tumesema kuomba zaidi, kipindi cha kufunga, tunafunga